Kwa majina ni Daktari Samuel Kinyanjui, ni katibu mtendaji wa shirika la AIDS Healthcare Foundation hapa Kenya. Siku ya leo tuko Kilifi County, naamini tuko Magarini hapa, na ni siku ya kimataifa ya mtoto wa msichana. Tumekuja katika eneo hili tukiwa na tumevaa kofia mbili. Moja ni kujumuika na wasichana katika siku hii yao, na ya pili tunasitikika kwa sababu eneo hili linajulikana sana kwa dhuluma za wasichana na akina mama, na pia liko na takwimu iko juu ya wasichana wachanga ambao wameshika mimba za kitotoni, zile tunaita teenage pregnancy. Na kwa jinsi hii tunajumuika sisi pamoja na washikadau na serikali ya county kupambana na jinamizi hili ambalo ni kati ya zile tunaita triple threat: maambukizi ya HIV, mapya HIV, mimba za kitotoni na dhulma za kijinsia. Kwa hivyo tumekuja hapa tukipenda kupiga jeki mipango mizima ya kupambana na dhulma hizi. Na niseme kwamba kama AHF, AIDS Healthcare Foundation, sisi tunaamini mtoto msichana, mtoto wa kiume wote wanahitaji kushika vitabu, kucheza na mpira, si kushika mimba, na wakae shuleni ili waweze kuongeza their capacity to be productive in life, ili wawe watu wa kutegemewa siku zao za usoni. Na mtoto msichana ni muhimu sana katika maisha ya kabisa ya ile tunaita human life katika duniani. Kama mtoto msichana hatachungwa, human race itakuwa katika hatari ya kuangamia. Na nilipoza kwamba hata wakati wa vita, wasichana, watoto na akina mama hulindwa na zile zinaitwa international laws. Ningependa niseme tena kwamba jambo la kusitikika kwamba tumesikia kwamba, naona takwimu hapa nikiziangalia kidogo, ni kwamba mwaka huu tu, miezi 8 ya mwaka huu peke yake, tumekuwa na zile zinaitwa rape cases, kesi za ubakaji ni 52. Nyingi ya hizi, kama 60% ya hizi ambazo ni 36, ni zile zinaitwa incest. Wabakaji wenyewe wamekuwa ni watu wa familia. Zinashangaza, inasitikisha. Kuna zile kesi tunaita defilement, attempted, mtu alijaribu lakini hakufanikiwa kufanya mambo ya ubakaji. Kesi ni nyingi sana, zaidi ya 420. Mimba za kitotoni 355. Hiyo ni miezi 8 ya mwaka huu tu. Na niseme si watoto wa wasichana tu ambao wako katika hatari, tuna vijana 14 ambao wamelawitiwa. Na jambo muhimu kabisa, kwanza tukumbuke kwamba mambo haya, kwa maoni yangu mwenyewe, naona kama tungehitaji kuyamaliza kabisa, tutaanza pale nyumbani. Ikuwe ni kwamba kuna heshima, kuna zile traditional zetu ambao watoto wa kiume kuwe space, social space ya kutosha kutokana na kina mama pale nyumbani, watoto wasichana hivyo. Na jambo la muhimu, kimya ambacho unasikia kiko hapa, jambo likifanyika, wazee wanaongea polepole, mambo yananyamaziwa. Hawa ndio wenye kulea hawa wabakaji na kuwapa motisha wa kubaka mmoja kwenda kwa mwingine. Tumesikia kesi fulani hapa ambazo zimeendelea na wabakaji 3 wameweza kushikwa, kesi kufunguliwa, na kwa sababu ushahidi ulitolewa wa kutosha, wamefungwa zaidi ya miaka 22 kila mmoja wao. Tungeomba juhudi hizi zizidi, lakini wahusika kama maafisa wa nyanjani wa watoto wanasema jambo kubwa ni kwamba watoto hawaletwi kwa wakati hospitalini, na kwa hivyo ushahidi muhimu unapotezwa. Nitoe kauli mbiu kwamba mtoto akibakwa ama kama kukiwa na tetesi za ubakaji, mhusika asioge, asibadilishe nguo, na mahali pa kwanza pasiwe kukimbia polisi. Aende hospitalini kwanza, kwa sababu maisha ni muhimu. Tuweze kumtibu
tuweze kumpea dawa za kukinga maambukizi ya HIV, tuweze kuzuia kupata mimba ambayo haikupangwa, tuweze pia kama kuna majeraha tuweze pia kuyahudumia, na tuweze pia kumpa counseling. Na ikiwezekana kutoka hapo moja kwa moja baada ya kuripoti polisi aweze kwenda kwenye safe houses, haswa kama wahusika ni mtu wa familia, hizo cases za incest, ili ule mtoto muhusika aweze kufunguka, asikie safe na aweze kutoa ushahidi muhimu, ili wabakaji hawa waweze kuondolewa miongoni mwetu, kwa sababu mtu anayebaka mtoto na kwa maoni yangu astahili kuitwa mtu, ule ni mnyama. Nimesema mimi ni jina ni Kenneth Fracharo, lakini kuna jina lingine na AK Jegos. Cases tuseme kutoka 2012 huko zaidi ya watu kama 10, maana kuna watu wengine walienda. Wa kwanza kabisa alienda na kesi ya watoto wake wawili na akaenda maisha. Nyingine hadi ni mingi sana. Hata kuna walimu pia washaenda kotini, wako prison, kuna mapasta, kuna maimamu. So kwa ufupi, kila mmoja ni potential abuser. Mimi huwa nawaambia wakina mama, ama huwa naambia jamii, usiamini mtu yote. Hata mimi mwenyewe useme huyu Jego ama Kenneth ama waamini ofisa, usiamini mtu yote. Huwa nawaambia usiamini mtu yote kabisa. Na kama nilivyosema, cases za incest ndio zinapanda huku kwetu Magarini. Hizo cases kwa ujumla tulikuwa tunasema ni disco matanga, disco matanga, lakini the main cause root ni parenting, malezi. That is the major. Manake tukisema disco matanga, ukimlea mtoto vizuri, ukimwelekeza, hataenda kutoka kwa madisco. Lakini kama umwelekezi vizuri, ndio anaenda hivyo. Kwa hivyo tukisema madisco analeta mimba za mapema, hapo naonelea si sawa, ni parenting. Hiyo ndio major. Na alafu nasema wazazi hawataki kuripoti. Na mtu akienda kiripoti, wazazi wengi kwetu Magarini huwa hawataki ushahidi. Kwa sisi wa Mijikenda huwa ushahidi hatutaki. Wanasema ni kupita. Na huku kwetu Magarini hizo cases nyingi zinatoka upande wa uko Magarini, upande wa Magarini ward. Sehemu kama za Mwangatini, na usafiri kutoka Mwangatini kuja mpaka huku, mpaka aje ripoti kesi Gongoni police station, huwa ni mbali. Maana yake ni atoke na kule na bodaboda paka akifika hapa ni kama 600. Akienda na kurudi ni kama 1200. Sasa wengine zikipatikana kule huwa hawana ile, wanasema transport, hatuwezi enda huko, ni mbali. So ningeomba kwa serikali pia, hata kama huko pia kutawekwa kituo cha usalama, iwe wawe karibu na hiyo wawe wanaweza kuripoti na kufuatilia kesi. Manake kuripoti na ripoti kweli, na kufuatilia mtu ataona ni mbali sana huko. Manake akija pengine amekuja amemkosa askari kuandika statement, kurudi tena ambiwa aje siku nyingine, huwa anaona ugumu. Manake atakwambia transport sina. Na ikiwa pengine basi inawezekana mashirika yasaidie, manake cases ni nyingi lakini watu wanasema transport. So kama mashirika yanaweza kusaidia hizo cases zifuatiliwe kwa uzuri, na pia watupatie uwezo tuende kwa hamasa. Huwa hamasa tunafanya kote, lakini tukipata transport tunaweza kuzunguka kote na kuendeleza hamasa. Hamasa ndio ambayo itawezesha mambo yote kuwa sawa huku Magarini. Kwa mimi challenges ziko, manake mimi kwa kusema kweli sasa huwa sitembei usiku, lakini ukigusa mtoto, mimi ukija mimi najitolea. Siogopi, sihofu, manake mimi niko na passion ya mtoto. Ukigusa mtoto, mimi utakuwa ni kama umenigusa mimi. Hiyo ni kazi yangu, ama volunteer, lakini hiyo ni kazi yangu. Naona afadhali nilinde mtoto wa Magarini na wa Kilifi County. Popote mtu nitakapoambiwa, huwa naenda rescue. Hata wanasaidiana na maskari, tunaambia ni wapi naenda. Kwa majina naitwa Bibiana Salim. Mimi ni mama sauti, nafanya kazi hapa kwetu Magarini Gongoni. Kwa mtizamo tukiangalia kuhusu mtoto wa kike na mtoto wa kiume, mtoto wa kike ni kama
analindwa sana ama anashughulikiwa sana kushinda mtoto wa kiume, kwa sababu mashirika wakija, mashirika mengi yanaangazia mtoto wa kike pengine na mama. Watoto wa kiume ni kama wameachwa. Tungesema pengine saa hizi pia ule mtoto wa kiume pia naye hashughulikiwe pia. Mashirika yakija yamwangazie pia ule mtoto wa kiume pia naye pia anapotea. Si wanapotea wanawake peke yake, hata watoto wa kiume nao wanapotea. Changamoto tunazozipata kama mama sauti ni nyingi sana. Kwanza pengine kama mtoto amebakwa, ni shida sana kwa jamii yetu kusema kwamba kuna mtoto pale amebakwa, na kama uwapo ataongea, ujue pia utapata shida ya sababu wale hawako tayari kusimama na wewe kutoa ushahidi. Mtoto wa kike atakapobakwa, tamchukua wewe umpeleke hospitali. Ukifika hospitali atahudumiwa vizuri. Umchukue umpeleke polisi. Ukifika pale polisi pia atahudumiwa vizuri kwa sababu atapata OB, ataandikiwa kile kitabu chake, umrudishe tena hospitali ukiwa umepewa pia na P3. Ukifika pale hospitali daktari atamwandikia P3 vizuri, amalize, utarudi tena pale polisi, mtoto atatoa statement. Akitoa statement akimaliza, shahidi sasa hapo inakuwa ngumu. Hata kwingine inabidi hata wewe mama sauti kulingana na vile mtoto umekaa naye na ukamwoji, amekwambia ile story ilitokea, inabidi pia wewe sasa unakuwa shahidi. Changamoto kubwa inakuja pale sasa, mwalifu yuko na yuko masehemu, unamjua kabisa, polisi aondoke pale aenda kamshike ule bwana, inakuwa shida sana, inakuwa ngumu. Kabla wewe hutaongoza tikiti, kwanza wanakuambia hapa ni utoe tikiti twende tukamshike, inakuwa wanakuzungusha huku na huku paka uwe mkali. Na kwa sababu sisi ni mama sauti na wanatujua, pande mwingine huwa tunawakorofisha, utamkuta atakufuata, mwende mkamchukua ule mtu mje naye. Sasa ikifika sasa mambo na kwenda Malindi kotini, inakuwa tabu. Sasa pia inafika pale pengine mzazi alitoa ushahidi ama aliandikisha statement kwenda kotini, wale watu wamekaa kando ama wamekaa wenyewe kwa wenyewe kama family, ama tuseme wamekaa kama ile kangaroo, yaache haya. Sasa ikishafika pale yaache haya, utaenda kujikuta wewe pale kotini peke yako. Kimwangalia ule mama umemwambia asubuhi tutaenda, hata tikiti pia umempa, lakini anakuja kukosekana kotini. Changamoto ziko nyingi. Hapa kwetu tuseme hii Magarini hii, tuko na nyumba ya usalama moja ama rescue center moja ya pale Pope Francis. Wale wanachukua watoto 45 tu. Ikiwa watoto wakiwa wamejaa, ujue huu mtoto hataenda pale, itabidi ubaki naye wewe kwako nyumbani. Na ujue kama huu mtoto akiwa amefanywa dhuluma na mzazi wake na pengine hawako mbali, waona sasa hata maisha yako pia yako hatarini. Pia wewe unatishwa, wewe ndo unajifanya, wewe ndo unajua, wewe ndo unafuatilia kesi. Pia hizi safe house pia kwetu zimekuwa ni changamoto kwetu. My name is Lydia Mlongo from Marireni. Na tukizungumzia kuhusu siku ya wasichana duniani, tumekuwa na organization kule ambayo tumejifunza mambo mengi ambayo yangetusaidia katika maisha yetu. Na pia tuka come up with the challenges ambazo zinakumba wasichana ambao inawasababisha wapate mimba za mapema. Na tukasema ya kuwa msichana anapata mimba za mapema kwa sababu kama nyumbani kwao yale mahitaji yenye anahitajika hapati. Tuseme yuko na mzazi lakini yule mzazi hamtekelezei yale mahitaji yake yenye anataka. Kama mfano ni mimi, nahitaji mafuta na ule mzazi yuko na ha-provide. Na kuna mtu mwenye anaweza kuniprovidea. So mimi kama mimi nikipata mtu kama huyo akinunulia vile vitu, kuna siku pia atataka kulipwa, na hata alipwa kupitia pesa, hata ataka kurudishwa pesa. Atataka kama mimi nilale na yeye, ambapo hapo itakuwa imechangia mimba za mapema kwa watoto wadogo. Na tukasema kuwa iwapo wazazi wetu watakuwa wanatekelezea mahitaji yetu, wanatupatia vile tunataka, hatutadanganywa na watu mpaka kuelekea kupewa vitu na wavulana. Tutafuata yale mambo, tutafuata kusoma na tutimize dreams zetu ili tusipate mimba za mapema na maisha yetu yawe mazuri. Na pia tukaongelea kuhusu kupata ukimwi, yani ongezeko la
kuathirika kwa ukimwi. Tukasema kuwa iwapo mfano mimi niko na ukimwi na pale nyumbani sitekelezwe yale mahitaji yenye nataka, nitapata mtu ambaye atakuwa ananipatia. Sasa mimi siwezi mwambia yule, nikisema kuwa mimi niko na ukimwi, yule mtu atafanya nini? Anaweza nikataa. Na mimi nikiangalia hivi niko na mahitaji, mimi nitakubali, nitaenda. Na sitaenda kwa mtu mmoja ama watu wawili ama watu watatu, kwa sababu nitakuwa niko na mahitaji. Kadri ninavyokuwa mahitaji nayo yanaongezeka, nitaenda kwa watu kadha, ambapo hiyo inasababisha ongezeko la kuathirika kwa ukimwi. Watu wa jamii moja wanaweza jamiana, kwa sababu tuseme ni babangu anataka, ameniforce na amesema kuwa kama sitamfanyia chenye anataka, hata nitekelezea mahitaji yangu. Hasa itabidi mimi nikubali, japokuwa ni babangu, alafu ama anitishie kuwa ataniua. Usipokubali kufanya hivi nitakuua, ama sitakusomesha. Na nikiangalia hivi nataka kusoma na hakuna mtu mwenye ananisimamia, itabidi mimi nikubali ili nipate masomo. Hiyo pia iko